Wanawita MB Quality Technology. Ni wauzaji wa vifaa vya kompyuta, lakini pia tunauza kompyuta za aina zote kama vile ukihitaji desktop kuanzia kwa ya 3 generation ya 4 mpaka ya 12 basi unapata kwetu hapa. Lakini pia tuko na laptop kuanzia kwa ya 3 generation ya 4 hadi ya 12. Ni hapa kwetu. Diski za desktop kuanzia terabyte 1 hadi terabyte 16. Lakini diski za laptop kuanzia GB 500 hadi terabyte 1. Tunauza SSD kuanzia GB 128 hadi terabyte 1. Monitor kuanzia frame inchi 19 hadi 32. Lakini vyote tunauza kwa bei za jumla na reja. Pia tunaweza kukuletea kokote uliko bila gharama yoyote. Uaminifu ni 100% kabisa pasipo na wasiwasi. Kumbuka tuko ndani Kariakoo, tuko mitali Koma na Masasi, lakini mitandao yetu ya simu ni hii hapo hiyo. Wasiliana na sisi kwa sababu kwetu mteja ni mfalme bwana. Karibu sana mteja, upate huduma na upate kile kilicho bora kutoka kwetu ndani ya MB Quality. MB Quality Technology. Sisi ndio wauzaji, sisi ndio mabingwa ndani ya Kariakoo nzima. Hakunaga kama sisi. Sogea kwetu upate kile kilichokuweko bora. Ukiwa unahitaji desktop kuanzia kwa 3 generation ya 4 mpaka ya 12 basi ni sisi. Pia bei zetu ni mterezo kabisa. Bei msereleko, lakini pia laptop zile za kuanzia generation ya 4 hadi 12. Hapa kwetu. Kama nilivyokuambia, hard diski ni kuanzia terabyte 1 mpaka 16. Lakini hard disk za laptop ni kuanzia GB 500 hadi terabyte 1. SSD 128 GB hadi terabyte 1. Yani kama kawaida. Vyote tunapata hapa kuanzia inchi 19, monitor za kila aina mpaka 32. Kwa bei zetu za jumla na reja. Kokote uliko basi tuko, lakini pia tunakufikisha mzigo kokote kwa uaminifu mkubwa pasipo na gharama yoyote. Tuko pale ndani ya Kariakoo na mitandao yetu ya simu ni hii hapo hiyo 0787 275 982. Sogea kwetu mtwitu ili upate kilicho bora. Karibu sana mteja, kwetu ni mfalme bwana. Katika nafasi nyingine tena, karibu katika picha mpya wanaita Ali Love. Hii ni picha mpya ya Korea kama kawaida. Bila shaka ulipo niko sanjari na wewe sako kwa bako kokote uliko mdau. Naomba tu nikukaribishe tena kwa mara nyingine katika bonge la mashine la Korea. Hii hapo wanaita Ali Love, bonge la mashine. Pale ukimaliza giba sakiko taburudika. Hii ni romantic love story, wanasema romantic. Wanaita Alien Love. Hadithi ambayo ina maisha ya kale na maisha sasa na maisha baadaye. Wanasema ni past, present and future. Hakika utaenjoy sana. Basi tulia kokote uliko ili upate kuburudika zaidi katika picha mpya wanaita Alien Love. Naomba tu niazime macho na masikio kokote uliko. Namba zangu ni 0679104460, mitandao yangu ya simu. Kwa mara nyingine tena mdau wangu na kukaribisha katika picha mpya wanaita Alien. Wanasema ni Alien Love. Here we go. Bila kupoteza muda zaidi, tuende sambamba sasa katika episode ya kwanza. Hii wanaita Alien Love. Naam. Tuende sambamba zaidi. Alien Love. Hii ni usiku katika mji wa Seoul, Korea. Huyu ni sniper, yuko kwa kazi maalum. Juu kabisa kilele cha ghorofa. Ana kazi maalum. Anataka kuliunganisha jambo liwe sanjari zae. Yuko na silaha mkononi. Kuna watu wanaotafuta kwa udi na uvumba. Watu ambao walikuwa na changamoto fulani. Sasa anawasaka udi na uvumba. Leo alipata habari kwamba watu hao watakuwepo katika moja ya sehemu za engagement. Siku ambayo utakuwa kuna siku ya kuvikwa pete wapenda na wawili. Sasa basi jamaa alifika katika ile eneo la tukio.
여기가 마산 명소래. Mimi nimesikia kwamba wale maarufu wote watakuwepo kwenye ile eneo. 내가 다시 전화할게. Basi hamna shida, nitakupigia baadaye kidogo. Naingia kwenye eneo la tukio. 오늘 만나서 leo nimefurahi sana kuonana na wewe. Na hata mimi pia nimefurahi kuonana na wewe. 네. Basi usiku mwema. Okay, sawa nawe kweli. Wana nampenda sana ule bibi. Lakini bila kujali ama kujua kwamba kuna mtu leo amedhamiria kumtandika chuma. Sasa hajawahi kumwambia ule binti hata siku moja. Yamaka vyatua risasi namna hiyo. Inamfuata ule mtaalamu pale alikokuweko ambaye ni bwana penda. Hajawahi kumwambia binti. Ikamkuta risasi. Sasa hii ni risasi ambayo si risasi ya kuua, bali ni risasi ambayo ina uwezo wa kukufungulia moyo wako. Miss Miyun akamwambia nawe subiri hapo hapo bibi. Binti naye katandikwa ile risasi. Yaani risasi ya kuvunjiana, kuondoa aibu fulani. Risasi ya upendo wanaita wenyewe. Bullet love. Hatimaye Miyun akaitwa. Akamwambia subiri, kama utojali weekend hii tukaangalie movie basi wote. Tafadhali kama utojali. Jamaa alijikuta tu ghafla anaropoka na kumwambia binti wakatazame movie weekend hii. Mama akasema nipe simu yako. Patia simu. Jamaa akaandika namba pale, akamwambia namba yangu ya simu. Sawa. 그리고 이건 Na jibu lako katika kile ulichokihitaji niko tayari. Akamjibu kwamba yuko tayari kuishi naye na kufunga naye ndoa. Jamani, vipi mambo yamekaa sawa huko ndani? Hiyo ni love room. Wanaingia ndani watu kwa ajili ya mambo yao fulani. Yes, jamaa kamaliza mission yake. Kazi yake kamaliza kuwaunganisha watu katika mahusiano. Huyu nani? Huyu anaitwa Fairy. Yaani Fairy, ukisikia Fairy maana yake wale vichimba kazi wale. Watumishi ambao wanaopata kukutumikia katika jambo lako. Sawa, baada ile mission kwa tayari amekamilisha. Anarudi nyumbani. Mndani anaishi na washikaji zake, wanaambiwa pachafu hatari. Haya ni maisha ya future ambayo ndo maisha yao ya sasa hivi. Wanasema ni present, maisha ya sasa hivi. Wajua wacheza game wana hata habari. Jamaa hii tabia uchafu ndani atavutiwi naye. Pachafu ndani ni hatari. Wakula wanadharau, wanaacha vyakula ovyo. Sasa kuna dogi hapa unaambiwa, kuna mbwa hapa mzee baba. Huyu mbwa naye amekula ovyo tu, lakini huyu si mbwa, ni binadamu. Isipokuwa kuna laana fulani ilimkuta, hatimaye akabadilika akawa ni mbwa. Laana hiyo ilitokea miaka 500 iliyopita hapo nyuma. Nilishakwambia kwamba ukishakula muoshe sahani. Jamaa wanatoa kwa rafiki zake wote wako busy kweli na game. Kinyesi cha mbwa hiki. Kinyesi cha dogi. Ona bwana. Dogi amekula mpaka amejisaidia. Ambia dai chill. Nilikwambia ukitaka kujisaidia nenda chooni bwana. Sasa unajisaidiaje hapa bwana? Acha kunisumbua bwana. Ngabidi tu azoe kinyesi kile atupe kwenye dustbin. Yes, sasa nataka kutengeneza msosi. Oya, Sangyu. 시간제 나갈 거니까 밥 차려. Ambia ndugu yangu, pika haraka tunahitaji kuondoka bwana. Pika chap tunahitaji kuondoka. Yes, hatimaye msosi tayari. Sasa wanakaa mezani kwa ajili ya kupata taftai. 오늘 저녁 괜찮았어, 전장군. Usiku wa leo ulikuwa ni mbaya sana kwetu. 대체 이 고된 노동의 끝 Unajua najaribu kujiuliza, haya maisha tunayoishi mpaka lini? 이게 뭐가 있어? Kuna ubaya upi? 다 있지. 네가 뭘 했어? 맞아. Ina maana mnashindwa hata kumsaidia huyu mbwa hapa kwenda kujisaidia chooni. 어제도 12시에 들어왔어. Akaambia sikiliza wewe, toka jana 하는 게 저 모양. nilikuwa nakwambia, lakini wewe ndo mwenye kuleta hizi lawama. 밤에 Akaambia hivi, unafahamu 분명 ule mkuki kule ndani? Wana mkuki fulani kule ndani. Ule mkuki ni kama wa muujiza. Mkuki ambao ulikuwepo miaka 500 iliyopita hapo nyuma. Asa bwana kata melala akaisi kama ule mkuki umeguswa hivi. Yes. Kamka kuja kucheki akajua tu aliyogusa ni dongu. 줄여놓으면 늘려놓고. Ni dongu ndio alikuwa ameugusa ule mkuki. 지상 뜨기 싫어? Akamwambia ndugu yangu, mimi nilikwambia 어제 대체 어디 갔었어? wewe ndio ulikuwa umeugusa ule mkuki jana jioni. 들에게
한 방씩 싸줬다. Akaambia nyinyi mmeharibu maisha yetu, kila kitu mmekiharibu mnajua. 왜 못해? Tumekiharibu. 그분들이 있었네. Afu nilikuwa nishasahau maisha yaliyopita. 있어. Kwa hiyo 동칠이로 돌아오면 얘랑 tazama Dongchil leo hali yake alikuwa nayo. 아무것도 하지. Ni kwa sababu ya wewe. 야, Kama usingefanya ujinga Dongchil angekuwa ni binadamu. 돌아다닐 Sasa lawama inanikutaje mimi? 돼지. Wakati kosa la kwake yeye mwenyewe Dongchil. 넌뭘 그렇게 Ulijiona kwamba yani alijiona kwamba anajua sana Dongchil. Tazama kilichomkuta. 몰라서 물어? Ala, uko serious? 빠지기 Yani unamlaumu Dongchil? 뭐야? Ha? Wakati wewe ndio ulisababisha Dongchil leo amekuwa ni mbwa. 니들이 내 심정을 아. Hivi unajua anajisikiaje Dongchil? 로 걔들 Au kwa sababu asemi kukwambia? 날 삑살이 되는 Unajua ulichomkosea wewe? 이렇게 세트로 묶여. Unajifanya leo hujui makosa uliokuwa umefanya kwa Dongchil. 내 팀원들 둘 Wewe ni mtu aina gani? 심정이라고. Haya, tazama faida uliyoipata wewe hapa kwa umuzoni. 내가 Kwa hiyo 분명 많이 wewe ukumbuki ulichofanya. 나 저거 건드. Wewe ukumbuki? 근데 왜 Lakini kwa nini kila jambo mnanihusisha mimi tu? Ambaye tunakuhusisha ni kwa sababu wewe ndio mhusika wa matatizo mundani. Jamani, 미안하다. mimi naona yote ndio ilikuwa chanzo cha matatizo. Sasa anaturudisha miaka 500 iliyopita. Hii ni story ya miaka 500 iliyopita hapo nyuma katika maisha yao ya zamani. Hawa si binadamu wa kawaida. Wanakumbusha miaka 500 iliyopita hapo nyuma katika ufalme mmoja hivi. Ndani ya Goyong. Huu ni ufalme wa Goyong miaka hiyo. Kuna siku kiongozi alikuwa anataka kuuliwa. Hatimaye huyu bwana aliona ni vyema kwenda kukinga usalama wa kiongozi wake. 다너 때문이야. Akasema ni kweli, wewe ndio chanzo cha yale matatizo yote. 너 하나 살리겠다. Lakini watu wote humu ndani wananilaumu mimi tu. Akaambia najua. 500년간 들었어. Ni miaka 500 ishapita. Anaendelea kwa hadithi. Anakumbuka kilichotokea. Huyu bwana aliamua kumkinga yule binti asiuliwe. Akamkinga yeye na istoshe. Mfalme wao naye pia wakamkinga ili asiuliwe. Akapigwa mishale mingi sana. Wao ndio walikuwa wamesababisha lile tukio. 500년간 이꼴로 Anasema haya ni mambo ambayo 당겼다고 개꼴. yalilaanika. 예. Tazama na mwisho wake mwenzetu akabadilika akawa ni mbwa. Ni kwa sababu tuliuvamia ule ufalme kwa tamaa zako wewe. Kama wewe usingeweka tamaa ule ufalme ungebaki katika jamani. 미안해. Na kiri nimekosea. 자, 얼마 안 남았어. Ndo tayari